utatuhamisha kutoka kwenye kiwango kingine na kutupeleka kwenye kiwango kingine. Tunaomba Bwana Yesu pamoja na sisi tena kwa ajili ya siku ya leo. Bariki kila mmoja aliyefika kwenye ibada hii, hata watakaokuwa wanakuja mara baada ya maombi haya. Naomba pia Mungu Roho Mtakatifu awatamie. Tunajitiisha kwenye neema yako na chini ya mkono wako, ili ya kwamba wewe Mungu ukaweze kuwa pamoja na sisi kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Bwana amina ni chache. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amina. Naomba nimshukuru Mungu tena kwa ajili ya jioni ya leo. Kwanza kabisa niseme kwamba baba yuko njiani anakuja. Kwa wale ambao mlikuwepo jana, alichelewa kufika kwa sababu ya ratiba ya huduma aliyokuwa nayo nje kidogo ya eneo letu. Yuko mahali fulani hivi, kuna semina inaendelea na yuko kule kwa ajili ya huduma, lakini muda wake wa kutoka mara nyingi unakuwa umeenda kidogo, lakini atakuwa na sisi baadaye. Kwa tuendelee kuwa na imani hiyo. Lakini pia mama yupo, yeye yupo, nadhani atatujoin muda sio mrefu yupo. Kwa hiyo ikampendeza Mungu pia wakati tunamngojea baba, nadhani maiki iweke sawa. Ikampendeza Mungu kwamba wakati tunaendelea na ratiba, mimi nipate kibali cha kuweza kusimama mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimepata kibali na upendeleo mbele za Bwana kuhakikisha kwamba tunajifunza siku ya leo, na baada ya hapo tutakwenda kwenye maombi yetu ambayo tunaendelea nayo ya siku 21. Kwa namna ambavyo tumekuwa tukiendelea na maombi haya, ajenda kuu ama ajenda mama ya haya maombi, tunaomba ama tunamtaka Mungu aweze kutusaidia kuua majitu. Si ndio? Si sawa watu wa Mungu? Kuua majitu yaliyoko kwenye ulimwengu wa roho na ambayo yako kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana asifiwe sana. Na jana baba akakazia kwamba kuna kipengele ama kuna kitu ambacho alikisisitiza kwamba ni lazima tukishike ili tuweze kuendana sasa na kila ambacho amekuwa kikifundisha na amekuwa akielekeza. Akasema mambo kadhaa. Nani anakumbuka tulichokumbushwa jana, ili tuone kama kweli majitu hajaendelea kutula sisi? Wale mkopo jana, kunyosheni mikono tukijikumbushe hilo kwanza. Ya kwanza ambayo ndio ilikuwa inatuongoza kwenye maombi ilikuwa inatokana na habari za yale majitu yaliyokuwepo kipindi cha Agano la Kale, ambayo ni Wanefili, Wafilisti kama kina Goliati na Warefai na kadha wa kadha. Yale yalikuwa ni majitu ambayo yalizaliwa katika mwili, yakawa majitu kwa maana ya watu. Na kwa sababu yalikuwa ni majitu ambayo mkakati wake ulikuwa ni kuwadhoofisha Israeli wasiweze kufanikiwa ama kufika mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia kufika. Kwa hiyo yale majitu yalikuwa na nguvu na yalikuwa ni majitu ambayo sio ya kawaida. Sasa Mungu alichokifanya ili kuyaondoa yale majitu, aliamua kuweka uweza wake ndani ya wale watu. Bwana asifiwe sana. Akaamua kuwapa uwezo akina Yoshua na Kalebu wawe na uwezo wa kupambana dhidi ya yale majitu na kushinda. Kwa sababu kwa hali tu ya kawaida tuliona huwezi kushindana yale majitu ukashinda kwa nguvu zako mwenyewe. Tulipewa mfano kama mnakumbuka vizuri, baba alisema kuna ile jamaa ambayo limetokana kabila nadhani Warefai, linatoka nguzo hiyo mpaka katikati ya hilo dirisha. Haiwezekani. Wala ambao mnatembea mitandao ya kijamii, kuna jamaa mmoja ni mrefu sana, yuko Tanzania lakini kidogo ana mwili mdogo, ila nitaka kumsema yule wa Kenya. Kuna jamaa mmoja ametrend sana wa Kenya, ni jitu fulani hivi refu jeusi, alafu lina mwili, alafu miguu yake ni kama ina matege hivi. Wala ambao mko kwenye mitandao nadhani mmenielewa. Lile jamaa watu akisimama wanaishia kiunoni. Wanapiga picha sana amesimama wanaishia kiunoni. Basi imagine
unaishia hapo, mimi urefu wangu uishie kiunoni, maana kile jitu sio la kawaida. Maana hata ukitaka kushindana kwa nguvu za mwili, linaweza tu likakushusha chini hivi kwa mkono wake na ukaishia hapo. Sasa yale majitu yalikuwa zaidi ya hilo. Si umeelewa vizuri? Kwa kitu ambacho Mungu alikifanya, alibadilisha mioyo ya wana wa Israeli, kwa maana ya Yoshua na Kalebu, kuanza kujiona wao sio watu wa kawaida. Mungu akahamisha mfumo wa wale watu kujiona sisi ni wadogo, bado akajiona ndani yao wamemvaa Mungu halisi na sio kitu kingine. Ndio maana kauli zikabadilika. Waliojiona kwenye mwili wakasema sisi ni panzi, walikuwa sahihi kabisa. Lakini wale ambao uwezo wa Mungu ulikuwa juu yao wakasema sisi wale ni chakula. Sasa baada ya hicho, Baba akaendelea kusema sasa Yesu alichokifanya ni kama kile kilichofanyika kwa Joshua na Kalebu. Yesu akazaliwa ili yeye awe jitu kubwa lenye uwezo wa kuzamisha ama kushinda zidi ya majitu ambayo alikuwa amejitengeneza kwa karne hii ambayo Yesu alikuwepo. Na ndio maana Yesu ilimgharimu mauti, na ile mauti misheni yake kubwa ilikuwa kwenda kupambana na majitu kule kuzimu. Mnaosoma Biblia nadhani naelewa vizuri. Yesu alipokufa pale msalabani, baada ya kushinda msalaba, kazi kubwa aliyokwenda ni kushindana kule chini. Biblia inasema akapigana, akashinda na akanyang'anya funguo za mamlaka. Sio, naelewa hilo neno mamlaka? Maana yake yale majitu yalikuwa yana mamlaka ya kushinda, yalikuwa na mamlaka ya kukupiga, yalikuwa na mamlaka ya kusababisha vizuizi vya aina yoyote. Kuna mahali usingepita bila yale majitu kusema ndio. Haleluya! Sio, naelewa vizuri? Kwa Yesu alipokwenda kule akajikuta anawapola ile nguvu ya ushindani. Alipoipola akalipa kanisa. Sio, naelewa vizuri? Ndio maana kanisa ni jitu kubwa. Unaelewa vizuri? Kanisa ni jitu kubwa, ukijaribu kushindana nalo wewe utaanguka pasipo taarifa yoyote. Kwa kukukumbusha tu vizuri nguvu ya kanisa, kabla tujaenda kwenye mada ya leo, kuna jamaa mmoja kwenye Biblia ametajwa kwenye Matendo ya Mitume sura 12. Nadhani 12 hapo, wale wasomaji. Bwana asifiwe sana. Anaitwa Herode, si ndio? Herode, Biblia inasema alikuwa ni mfalme katili, hajawahi kutokea. Bwana asifiwe sana. Siku moja nilikuwa nahubiri kule Nazareti, nakwambia, nadhani Nazareti au mahali nilikuwa na semina. Kaambia Herode, ukitafuta ufalme makatili kwenye dunia ya sasa, wamewahi kuwepo makatili, lakini Herode ilikuwa zaidi ya hao. Sio, naelewa vizuri? Wewe unasema Farao alikuwa katili, kuwabebesha watu tu mizigo, na ni ule ulikuwa sio katili. Ule ulikuwa ni wajibu kwa wana wa Israeli. Sasa Herode yeye alikuwa ni katili. Akisema huyu mtu anauawa kwa kuchinjwa na kisu, ndivyo inavyokuwa na halegezi. Ili ujue ukatili wake, kuna nyakati kuna watu aliwachinja. Si mnakumbuka Yohana? Yohana salichinjwa, salikatwa kichwa. Ukisoma kule mbele kuna watu pia waliwekwa kwenye mafuta nadhani ni ya petroli, wakarowekwa kule ndani. Si mnaelewa vizuri? Kwa alikuwa katili. Sasa Herode alichokifanya, siku moja akaanza kuwakamata watu wa kanisa. Baada ya kuwakamata, saa ikafika kanisa likataka kumpa majibu. Akamkamata mtu anaitwa Petro. Baada ya kumkamata, kanisa likaingia kuomba. Lilipoomba, Herode hakupigwa risasi wala hakupigwa chochote au na rungu.
kilichofanyika kwa Herode, aliliwa na nini? Aliwa na nini watu wa Mungu? Aliliwa na chango. Kitu kidogo sana kikamwondoa. Kwa elewa nguvu iliyoko juu ya nini? Ya kanisa. Na tunapozungumza kanisa hatuzungumzi jengo, tunazungumza wewe. Sasa twende tukasome neno la Mungu. Leo tunataka kwa muda uliobakia tujifunze kitu ambacho baba alituelekeza jana. Kipengele ambacho tutakwenda kuomba ni kuzingatia mipaka. Mnakumbuka jana? Kuzingatia nini? Mipaka. Sasa tusome maandiko haya kwa sababu kuna wengine hawakuwepo. Kitabu cha Waamuzi sura 13 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 6, na tutamalizia na ile 16, na tutakwenda kusema kwa ufupi, alafu tutakwenda kulisikia neno la Mungu. Kuna kitu hapa ambacho tunataka tukajifunze. Tumefika Waamuzi sura 13, sura ile ya kwanza mpaka mstari ule wa 6. Kama una Biblia twende pamoja nami. Biblia inasema wana wa Israeli wakafanya tena iliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Sola na jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utasa huzai, lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari. Ukianza kusoma kwanza na mstari nao usoma sasa 4, ndio maelekezo au mipaka inaanzia hapo. Unaelewa vizuri? Sasa anasema basi sasa mipaka yako ndio hii. Jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanaume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake akisema, mtu wa Mungu alinijilia, na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa Mungu na wakutisha sana, nani sikumuuliza umetoka wapi, wala hakuniambia jina lake. Unaweza kaishia hapo, lakini ukisoma mpaka mstari wa 9 nadhani unaweza kupata kile ambacho yule mama alikuwa anamweleza mume wake Manoa. Twende 16. Sura 16 mstari ule wa kwanza tutasoma mpaka hapo chini. Wanaweza sifa sana. 16 kwanza mstari wa kwanza mpaka pale chini. Tumefika. Biblia inasema Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku, wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji. Wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema, na tungoje mpaka mapambazuko ndipo tutamuua. Basi Samsoni akalala hata usiku wa 8, akaondoka katikati ya usiku, akaishika milango ya lango la mji, na miimo yake miwili akaing'oa pamoja na komeo lake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebron. Mstari wa 4. Ikawa baada ya hayo, sikiliza sasa kilichotokea hapo. Haijawa na shida baada ya yeye kuingia kwa yule kahaba, kalala, akafanyaje. Kesho alipoamka mambo alikuwa sawa sawa tu, na wala kukuwa na shida. Sikiliza sasa kuanzia mstari wa 4 hapo mpaka hapo tutakapoishia. Ikawa baada ya hayo akampenda mmoja katika bonde la Soleki, jina lake akiitwa Delila. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake. Naona hicho kitu, mbembeleze
tujue nguvu zake zinatoka wapi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa. Nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Yaani wale watu wote wa ule mji wanaleta 1,100, si 100, si kwa 100,000, si milioni 1. Sijui kwa kipindi kile ilikuwa ngapi. Hata kama ingekuwa buku. Hivi imagine Mwanza nzima na kuletea buku. So unajaza ka benki kako peke yako sasa. Wameahidi ukitusaidia huyu mtu tunaleta buku. Utaandaa kanisa kama ile waje tupie watu wa Mwanza. Kwa sababu Mwanza kama ina watu milioni 2 na ushe. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi wezavyo kufungwa ili uteswe. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka, bado hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamletea kamba mbichi 7 zisizokauka, naye akamfunga nazo. Na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani wakimotea. Basi akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakujia. Ndipo akazikata zile kamba kama vile uzi wa pamba ukatwao ukiguswa na moto. Basi hiyo asili ya nguvu zake haikujulikana. Delila akamwambia Samsoni, tazama umeniziaki na kuniambia uongo. Sasa tafadhali niambie, waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, wakinifunga tu kwa kamba mpya ambazo mtu hakufanya kazi nazo, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Basi Delila akatoa kamba mpya akamfunga nazo, akamwambia, Wafilisti wanakujia Samsoni. Na wale wenye kuotea walikuwa katika chumba cha ndani, naye akazikata akazitupa kutoka mikononi mwake kama uzi. Delila akamwambia Samsoni, hata sasa umeniziaki, umeniambia maneno ya uongo, niambie sasa waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, ukivifuma hivi vishungi 7 vya nywele za kichwa changu katika mtande wa nguo. Basi akazifunga kwa msumali. Akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakuja. Naye akaamka usingizini, akaung'oa ule msumali na ule mtande. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umeniziaki mara hizi 3, wala ukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Ikawa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuuzi roho yake, ikazikika hata kufa. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake. Akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyo moyoni mwake, akatuma mtu akamwambia wakuu wa Wafilisti akisema, njoni huku mara hii tu, maana ameniambia yote alionayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mikononi mwao, naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema, huyo Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine kujinyosha, lakini hakujua kwa Bwana amemwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Leo tunataka tukaombe Mungu kutusaidia kuyazingatia yale maelekezo ambayo anatupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maelekezo ni jambo la msingi sana kwenye ulimwengu wa roho, hata ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana.
Maelekezo ndio yanaleta kitu kinaitwa mipaka. Hakuna mipaka bila maelekezo. Si mnanielewa ninachokisema? Ili uheshimu mipaka, ni lazima ujue umeelekezwa nini juu ya hiyo mipaka. Bwana asifiwe sana. Huyo Samsoni, ukianzia ile sura 13, Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea mama yake, ambaye hakutajwa jina ila anatajwa kama mke wa Manoa. Bwana asifiwe sana. Wakati akiwa huko nje anaendelea na shughuli zake, na wakati huo Israeli wamekuwa kwenye mateso ya muda mrefu juu ya taifa la Israeli, kwa sababu Mungu aliwatia kwenye ile mikono ili wateseke na hatimaye waweze kumkumbuka Mungu. Sasa Mungu anataka kuwatoa wana wa Israeli kwenye mateso na mapigo ya Wafilisti. Akaamua kumtokea huyu mwanamke, akamwambia, najua wewe ni tasa, hujawahi kuzaa kwa muda mrefu, hujawahi kuwa na mtoto kwa muda mrefu, lakini zamu hii kwa sababu ya kusudi langu juu ya Israeli, nataka nikupe maelekezo kwa ujumbe ambao nimekuja nao. Akamwambia, nataka ufahamu kwamba kupitia tumbo lako nataka nianze kuwashindia Israeli kupitia uzao wako. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Yule mwanamke akakaa akasikiliza. Alipokuwa anaendelea kusikiliza, akamwambia, majira kama haya utapata mtoto mwanaume, na huyo mtoto atakuwa ni mnaziri wa Mungu kutoka kwenye tumbo lako hilo lililombeba. Sasa yako mambo utayazingatia kama maelekezo, na yatakuwa mipaka kwako pamoja na mtoto. Yatakuwa ni mipaka kwako pamoja na baba yake. Yatakuwa ni maelekezo ya mipaka ambayo ukiivuka umeondoa kila ambacho nimekiweka ndani ya yule mtoto. Bwana asifiwe sana. Akasikiliza akasema, akamwambia, jambo la kwanza, huyo mtoto akizaliwa, wembe usipite kwenye kichwa chake. Nywele atakazokuja nazo duniani ziwe hizo hizo mpaka atakapoondoka kwenye hii dunia. Unanielewa vizuri maelekezo hayo? Lakini akaambiwa, najua mnaweza mkajichanganya mkapenda mvinyo. Akina mama mnajuaga kipindi cha ujauzito, watenzeni kwa niko pia kwenye ndoa na yafahamu hayo mambo. Wakina mama wana changamoto moja, kuna wengine mimba zinaelekeza kula tu udongo. Unaelewa vizuri? Yeye na kaukuta atahangaika, anapukuchua kwa udongo, anasema ndio hivyo, hamu haiishi. Si iko hivyo akina mama? Wengine Pemba, akilifahamu duka linalouza Pemba kwa mangi, kila siku ataweka oda ya Pemba. Sasa wengine sijui ni kweli, nashangaa mama anakuambia, mimi hizi tumbo limenielekeza kula tu chips kila siku. Sasa hiyo sijajua kama ni kweli ama wanapitia hapo. Mwingine kuku tu kila siku. Bwana asifiwe sana. Sasa mke wa Manoa akaambiwa, usinywe mvinyo kuanzia sasa mpaka mtoto atakapozaliwa, wewe pamoja na mume wako. Bwana asifiwe sana. Lakini lingine akaambiwa, huyo mtoto asioe watu wa mataifa ama kuchangamana nao, kwa sababu amelibeba kusudi la kwangu juu ya Israeli na kuhakikisha yale mataifa ninayaangusha. Wazazi wakashika. Unaelewa vizuri? Yule mama akabeba ujauzito wake, akajihadhari na mvinyo, akajihadhari na hizo Pemba, akajihadhari si na kitu gani, vyote akaviacha, na mume wake akamsaidia, hawakunywa pombe. Mwisho wa siku
Samsoni akazaliwa. Alipozaliwa wakahakikisha wanamketisha, wanamwambia, kijana umezaliwa, lengo la kuzaliwa kwako Mungu anataka kutushindia juu ya Wafilisti. Kwa hiyo kuanzia leo hatutakunyoa, wala wewe hautaenda kunyolewa, wala hautafanya chochote kinachohusiana na nywele zako. Nywele zako zitakuwa mpaka mwisho. Cha pili, wewe ni mnaziri wa Mungu, usioa upande wa pili. Hakikisha unaweka mpaka zini yako na wanawake wa mataifa mengine. Akamwambia, nimesikia. Akapokea maelekezo. Kazi ikaanza. Sema, kazi ikaanza. Ilipoanza ile kazi, kijana alipokuwa, Biblia inasema akawa tishio upande wa pili. Kila akienda, haendi na wengine, anaenda na jeshi la mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Lile jeshi la mtu mmoja likawa linaambatana na yale maelekezo ambayo mama yake na baba yake walipewa. Ile nguvu ya Mungu iliyokuwa imetajwa na kutangazwa juu yake ikawa ndo nguvu yake. Kwa kila mahali akiingia, yale maelekezo yanamsaidia kushinda, kwa sababu ndani ya maelekezo iko mipaka ya kimungu anayotakiwa kuiishi na kuizingatia. Haleluya. Ngoja nikwambie kabla tukwenda kuomba, tunaposema tunataka Mungu atusaidie kuua majitu na kuweza kuongezeka, jana tulikuwa kuongezeka, na tulikuwa tunapambana na kila nguvu ambayo inatuzuia kuongezeka, inatuzuia kupenya, inatuzuia sio kustawi. Ngoja nikwambie jioni leo, hakuna nguvu utaiangusha ama utaishinda bila kuzingatia mipaka. Unaelewa vizuri? Mahali ambapo Mungu anatakiwa kusimama, wewe hutakiwi kusimama eneo hilo. Haleluya. Hawajanielewa vizuri. Ngoja nirudie mahali. Eneo ambalo Mungu anatakiwa yeye asimame kwa niaba yako, usiende kusimama wewe kama huyo Mungu. Zingatia mipaka uliyopewa, zingatia maelekezo uliyopewa. Mahali ambapo Bwana anataka kusema mimi ni Jehova Shama, usiende kujiita wewe ni Jehova Shama. Sema mimi ninawakilisha aliye juu, ili yeye aweze kukusaidia na kukupa ushindi wa kile unachokitafuta. Nisikilize vizuri. Ngoja nikwambie kitu kabla sijarudi hapo. Tulikuwa tunajifunza habari za Daudi jana, kwa upande mwingine habari ya kuongezeka na ile kuishinda leo ile kwa mtafuta ya Sauli. Lakini kitu kingine, sikiliza, ukirudi kule nyuma, napenda sana ile kitu ndio ambacho nataka nikaseme. Daudi alipoenda kwenye nyumba ya Sauli, akakuta wamemwandalia vitu vya kutumia vitani. Sema vitu vya kutumia vitani. Wamemwandalia mavazi, wamemwandalia mkuki, wamemwandalia si nini ngao, wamemwandalia si nini. Yule mfalme Sauli akamvalisha, akamwambia, hayo ukiyatumia utakuwa salama. Sikiliza sasa. Daudi kwenye maelekezo yake ya vita na Mungu hakufundishwa kutegemea vitu. Unaelewa vizuri? Daudi alipokuwa anapambana na dubu na simba, hakuwa na msaada wa mkuki, alikuwa na mikono na roho wa Bwana. Akamgeukia yule mfalme, sasa akamwambia, "Vyema mfalme, naheshimu. Hivi ni vitu vya kivita, lakini mimi sina uzoefu na magwanda. Ila nina uzoefu na kitu kimoja." Akamwambia, kitu gani? "Niruhusu niende nacho vitani, alafu nikiwa kwenye uwanja wa vita nitakitambulisha." Haleluya. Alipoenda vitani, nisikilize,
kabla hajamkaribia yule adui wake ambaye ni Mfilisti Goliati, akasema, najua umevaa, una mkuki, una nini, mimi leo sina kitu, bali ninakuijilia kwa jina la Bwana wa majeshi aliye hai. Malaika anasema, kwenye vita hii sio mimi, yeye aliyenituma ndiye mwenye vita, pambana naye. Unaelewa vizuri? Hiyo ndio inaitwa mipaka. Sehemu ya Mungu, mwache Mungu kazini. Sehemu ya wewe kufanya, fanya mwenyewe. Kuna watu wanachanganya vitu. Haleluya. Ngoja niseme hili. Mama, mtanisamehe kidogo niseme hili pamoja na Pastor H. Sikiliza, nilikwambia nilikuwa kwenye semina moja hivi mahali. Kaambia hivi, Wakristo leo tumekuwa watu wa ajabu sana. Haleluya. Si kama ni wa hapa. Ila kama wapo mtanisamehe. Tunataka tumuone Mungu kwa njia moja tu. Sikiliza sasa hiyo kitu. Tunataka tumuone Mungu kwa njia hii. Tukiokoka tunaamini Mungu anajibu maombi, na hayo maombi yataleta kila kitu. Leo nimekuja nikwambie, kama nilivyowaambia wale wakule, haitatokea. Utalala kanisani. Sawa, mtanisamehe, lakini ndio ukweli. Utalala kanisani paka utapauka na Yesu umuoni kwenye hizo baraka unazotaka kuwa tajiri. Mungu anasema, ili nikubariki, sawa, ili nikuzidishe, yako mambo ya kuzingatia, weka mipaka na maelekezo yangu kwenye hicho. Anasema, ili baraka zangu zije, ni lazima utoe. So unataka ubarikiwe bila kutoa? Tukiwa tunajenga kanisa unakata kona, alafu unarudi kuchandalize. Never happen. Huu ndio ukweli ambao si kama baba akisikia hii nadhani atagonga muhuri tiki. Tuna mchango wa kujenga kanisa la watoto. Wewe hata buku huna. Unakulaga wapi? Watoto wako wanaendaga shule kwa nini? Halafu kija hapo na mamea, Pastor Sentozi, weka mkono juu yangu ili Bwana anibariki. Sikiliza nikwambie, kwa sababu anampenda Mungu, anataka kukwaza, ataweka mkono wake juu yake. Lakini ukiondoka, mipaka itasema huyu haruhusiwi kubarikiwa kwa sababu hajafuata kanuni za kifalme. Wewe unataka Mungu ailinde biashara yako, wakati hata zaka umpi Mungu. Mungu anajichochaje na haya majeshi hivi? Sikiliza, palipo na hazina ni benki, si ndio? Si ndio watu wa Mungu? CRDB uko sina wapi. Sasa nisikilize, wale walinzi, maaskari, si JKT, si nini, huwa wanaenda kulinda masanduku tupu. Ni lazima waambiwe izimo. Nitoe mfano unaoeleweka, kama benki kawachanganya. Kuna yale magari ya BOT yanayosafisha fedha kutoka eneo fulani kwenda eneo fulani. Nisikilize sasa, nikupe hii scenario ambayo ni utaielewa vizuri. Lile likiwa linatoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, likiwa lina hela, linatembea na defender sopungua 3. Mbele ilipo, katikati lenyewe na ile defender. Siku linarudi saa kupaki, hakuna defender hata moja. Haleluya, umeelewa? Kwa hiyo wao wanataka defender za mbinguni zije kwenye duka lako, wakati ikulu ya mbinguni nasema sio mtoa zaka. Hakuna namna hiyo. Watasema tulimsindikiza kwenye baraka, sasa abaki kulinda mwenyewe. Anasema Pastor Shedi anaongea mambo magumu. Ni yenyewe hayo ndio unapona, ndio mipaka hiyo. Vya Mungu mpe Mungu. Vya kwako fanya wajibu wako. Ndio maana wazazi wakafanya wajibu, wakamwambia, ewe kijana wetu, hakikisha unazingatia. Wakamwelekeza, akawa anaendelea kushinda. Biblia inasema huyu Samsoni akawa mtu mkuu, akawa mtu ambaye ameshindikana. Kila mahali akitokea
kila mahali akionekana anakuwa tishio. Ngoja nikwambie jioni ya leo, maelekezo ya Bwana na mipaka ya Mungu inakusababishia wewe ni mtu ambaye ramani ya kiroho inatembea na wewe, ramani ya kimbinguni inaishi na wewe, kwa sababu ile mipaka itawaambia hapa ni pa mwanangu na hapa ni pa kwangu mwenyewe. Si umeelewa vizuri? Kwa hiyo akaendelea kukua. Sasa jamaa akataka kuoa. Napoenda kumalizia ndo hapo penye message, akataka kuoa. Sasa sikiliza kilichotokea alipotaka kuoa. Akapata mwanamke huko akapenda. Wale wazazi wake wakamkumbusha, akasema lakini wewe tulikuelekeza kwamba hutakiwi kuoa kule kwa Wafilisti. Mungu alishasema hapana kuoa huko. Bwana asifiwe sana. Achana na hao, kwani umekosa humu ndani. Vijana mpo? Wanasema mchungaji bwana, mimi nimependa toka Islamu bwana. Kazuri bwana, hako kananifaa bwana. Utafanyaje? Takalokolesha. Tafanya nini? Takalokelesha. Ni kanani? Kaabudu mizimu. Kwao bwana, hakuna ibada pasipo mizimu. Bwana asifiwe sana. Hakana dini. Eti katabadilika tu. Sikiliza sasa hiki kinachotokea. Samsoni akawaambia wazee wake, akawaambia huyu mwanamke sio chochote, nitamtengeneza. Wazee wakasema sisi tumetimiza wajibu wa kukulea. Sasa umeenea kwenye huduma, unataka kwenda kinyume na maelekezo. Mipaka tuliyopewa na Mungu unataka kuivuka. Ngoja nikwambie leo, ukiheshimu mipaka ya Mungu, hakuna adui anaweza kuingia kwenye himaya yako bila kuruhusiwa na Mungu. Watu wajaelewe niliyosema. Ukizingatia mipaka aliyokupa Mungu, hakuna adui anaweza kuingia kwenye himaya yako na akachukua vitu vyako pasipo Mungu. Ukitaka kuelewa hiyo, uliza Ayubu. Shetani alipiga luti kwa Ayubu mpaka akapauka. Mwisho wa siku akaenda kwa Mungu akasema, bwana hili jamaa bwana, nimegundua kwa sababu tu linakupenda na hivi na hivi na hivi. Mungu alipoamua kusema sasa basi nenda. Unaelewa ninachokisema? Kwa shetani hakuwa na uwezo wa kuingia kwenye himaya ya Ayubu na akapora chochote mpaka alipoambia haya basi nenda. Haleluya. Aliporuhusiwa ndo kasikia yale mabomu ya siku moja. Mara kaua huku, kaangusha nyumba, kafanya yake. Kule nyuma mipaka ilipokuwa salama, hakuna pa kupita. Mtu wa Mungu nikwambie jioni leo, shetani hatakuwa na pa kupita kama mipaka ya Mungu ikazingatiwa. Wachawi watapita mahali na watashinda mahali kama mipaka ya hili kanisa ikiwa salama. Ngoja nikwambie, ukileta ujanja kwenye mipaka ambayo Mungu ameiweka, unakwenda wewe. Haleluya. Wanasema pastor unazungumza kitu gani? Nisikilize. Mpaka wako wewe kwako, usiingie kwenye mpaka fulani. Kuna watu kwenye Matendo ya Mitume mbele ya Anania, si ndio? Wakakubaliana, bwana tuuze aka kiwanja. Tumpe nani? Tumpe Mungu. Chote bila kupunguza hata shilingi 10. Wanasema ndio. Wako mbele za nani? Za Bwana. Walipotoka kwenye mipaka ya madhabahu, wakaamua kuambiana vyote apewagi Bwana. Acha tutunzie na watoto wale na wao waenjoy. Wakatunza. Sikiliza kilichowatokea na ndicho nataka kumalizia. Walipofika kwenye mipaka ya Mungu, ngoja nikwambie, kwa nini Mungu hakuwaonya wakiwa nje? Aliwasubiri kwenye zoni yake, kwenye mipaka yake. Mungu hatashughulika na wewe ukiwa nje ya mipaka. Mungu hatadili na wewe ukiwa nje. Na ngoja niwaambie leo, hii madhabahu kuna watu hawazingatii mipaka. Kuna majitu siku moja atadondoka hapa kwa sababu yamevunja mipaka na amechukulia poa mipaka.
Kuna watu watadondoka huku tunafanya huduma kama mimi ninavyohubiri. Hawezi kuikubali kwa sababu ni chungu. Mipaka izingatiwe. Wale ndugu waliposema uongo, ndipo mtumishi wa Mungu akamwambia, nyie mlipokuwa kwenye mipaka ya Mungu, kwani havikuwa vya kweli? Akasema vilikuwa vya kweli. Sasa mbona mmeleta pungufu? Alipotafakari na kusema yule mwanamke si mwanaume si nini, chini akaenda. Baba amekuelekeza wewe simama hapo. Sasa unaona, Mungu ametuambia tuna maombi ya siku 21, si ndio? Haya si maelekezo. Ili kanisa lina watu kama hawa? Si hakuna. Sasa ikitokea tukaanza kutofautiana kwa mbele ya safari, waanze kusema Sentoza na kagulupu kake. Mama askofu wana watu wake wa kuwaombea. Mchungaji Mkelemi wana watu wake wa kuwaombea na kuwashauri. Kumbe watu hawakuelewa mipaka. Wanatangaziwa hiki, wanafananisha na kile. Tunakuwa tuko mahali ambapo ni pa Mungu, tunajaribu kufanya reference hiki na kile. Mapepo au waganga na wachawi hawanaga reference kwenye ulimwengu wa roho. Namalizia na hilo. Ukienda kwa mganga, nisikilize hapo vizuri. Mganga akikwambia kachole mstari katikati ya barabara, uvuke barabara nyingine, ukiuchola nusu hufanikiwi. Ulimwengu wa roho uko very sensitive. Amekwambia kabisa, hii ndio njia panda, wewe chola mpaka kule, afu kachole kachia pale. Atakuuliza ulichola? Ukisema hapana, atakwambia tuishie hapo. Afu kingine, mganga akikwambia niletee kuku mweusi, utasema nimemkosa? Mnijibu watu wa Mungu. Wako mlio shai kwenda kwa waganga, msijifanya mjai kwenda. Utasema naleta, hata kama anapatikana Dar es Salaam, utapanda nauli, utamleta. Asa Mungu anakwambia fanya hivi, unapata wapi ugumu? Anakuelekeza mtu wangu 1, 2, 3 fanya, unapata wapi maswali? Tunahojiana na Mungu kwenye vitu ambavyo ni maelekezo na mipaka yake. Mbona mganga umhoji? Ukimkata kuku unampelekaga wapi kiwiliwili chake? Anakwambia nimechinja na nimeweka nyuma, usigeuke. Kwani huwa mnageuka? Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wao wanafanikiwa kwa sababu wanazingatia mipaka na maelekezo. Lakini leo hapa wako tayari kuuliza Sentozi, tuambie itakuwa, tuambie majira yake ni yapi, tuambie dalili zake ni zipi. Bwana anataka kuwabariki. Kwani dalili zitakuwaje Sentozi? Mbona kwa mgangu kuuliza dalili? Uliambia tu kachole la manu kachola. Haleluya. Ili tuwe na nguvu na tuweze kubadilishwa, ni lazima tuzingatie mipaka. Na tusipozingatia mipaka, kitakukuta Samsoni. Tutazani tuna nguvu, kumbe Bwana hayuko pamoja na sisi. Samsoni akajiamsha kutoka kwenye usingizi wa miguu ya Delila, akasema, tazama nitakwenda nje nijinyoshe ili niwakamate wao Wafilisti, niwaueue, niwatupilie mbali. Biblia inasema Bwana alikuwa amemwacha. Alipojinyosha nguvu hazimo. Kuna nyakati utajinyosha nguvu hakuna. Kuna wakati utangojea baraka, kumbe ukuomba sawa sawa. Napenda wazazi wake na Yesu, Mariamu pamoja na Yusufu. Yesu alipokuwa tu, kuna siku moja akawachenga. Alipowachenga mara akaibukia kwenye sinagogi, si ndio? Hafu wakawa wanamtafuta kumkuta kwenye nini? Kwenye sinagogi. Wakaanza kumwambia, wewe kijana, mbona umetutaabisha hivi, tumehangaika kuna. Hafu Yesu akawajibu akamwambia,
kwani hamjui hapa nafanya mapenzi ya baba yangu? Hebu imagine Yusufu angekuwa kama mimi, sema namsubiri nyumbani mtoto nimpige vibaya, mapenzi ya baba yake. Mimi nimeteseka wakati ni baba yake. Lakini walipolisikia lile neno wale wazee wakasema ubarikiwe, wakarudi zao nyumbani. Mara ngapi watoto wako wanakuambia tunataka tutimize mapenzi ya baba yetu, unawaambia mviachemo. Mara ngapi mme wako anasema hii sadaka tumpe Bwana, unaanza kumwambia wax imetoka, lazima tushone kwanza. Mara ngapi mke wako anasema hii sadaka tuwatoea watoto wasome vizuri, unasema kale kalangi kaule msingi tulikubaliana tunanunua Juni, unapiga biti ili stoke, matokeo yake hata rangi hutapaka. Simama kwa miguu yako, simama adole, tumalize. Inapofikia level ya utekelezaji wa mambo ambayo uko kwenye mipaka ya kimungu, usiwe na kugeuza mambo. Usiwe mtu wa kubadili neno. Usiwe mtu wa kubadili sheria. Kama sheria ya Bwana inakutaka fanya hivi ili ubarikiwe, itekeleze sawa sawa na ilivyozungumza. Kama sheria ya Bwana imekuelekeza kamtembelee huyu, fanya sawa sawa na ile sheria. Mara ngapi Bwana amewaambia mje muombe hapa na hamji? Wengine mna huduma za maombi, lakini kwa sababu tu ya kupigwa vita mkageuza sheria hizo na mipaka yao, mkasema tunawaachia kuomba. Waimbaji karibuni tuabudu. Mwangalie aliyekupa hicho. Mtazame unayetaka akubariki. Mtazame unayetaka akuinue. Mtazame na tazama mipaka yake. Watu wakishindana na wewe lakini wako nje ya mipaka, wewe usijali. Watu wakipigana na wewe lakini wako nje ya mipaka kimungu, wewe usiangalie. Hata kama utabaki peke yako, mimi niwaambie, pasashali atabaki pasashali, hata kama watu wangebadilika wakawa wanjano, ili mradi tunamjua yeye Bwana, tutakwenda naye mpaka atakaporudi. Karibuni. Leo tukayambie ipoteze uwezo wa kutondoka kwenye mipaka. Macho yangu nikitazama ni wewe tu. Hallelujah. Wite Yesu. Yesu, Yesu. Macho yangu tu. Yesu, Yesu.
unahitaji rehema za Bwana kwa sababu mipaka yako haukuizingatia. Kuna mambo yalikuwa si ya kwako, ukayachukua ukayaweka upande wako na yalikuwa ni ya Mungu. Mwambie Mungu, leo nimegundua mipaka yangu ni hii, nataka mambo niachilie, niyarudishe kwako Bwana. Lakini pia kama kuna mahali umevuka, wale ambapo utakiwa kuvuka, umwambie Bwana, narudi sasa kwenye nafasi yangu. Maana Biblia inasema yeyote atakayetaka kujikuza Bwana atamshusha, yeyote atakayetaka kujiinua na kujikweza Bwana atamshusha, lakini yule atakayenyenyekea chini ya mkono wake Bwana atamuinua na kumpandisha juu. Kilichoshusha Shetani kule mbinguni ni kutokuzingatia mipaka yake. Alianza kujiona yeye na Mungu wanafanana. Alianza kujiona yeye ni mkubwa kuliko aliyemuumba. Ndio maana akashushwa. Leo tunajua yuko kuzimu, yuko pamoja na malaika walioasi. Kama kuna mambo unajua ulianza kupoteza mahali ambapo ulitakiwa kuwa, ukaanza kuondoka ukachukua sehemu ya Mungu, mwambie Bwana, narudi kwenye mipaka yako. Naomba unisaidie jioni leo niweze kuzingatia mipaka yangu ili nisipoteze hiki nilicho nacho. Mipaka itakusaidia usipoteze neema yako. Mipaka itakusaidia usipoteze baraka zako. Mipaka itakusaidia usipoteze hayo mafuta ulionayo. Mipaka itakusaidia usipoteze hiyo neema iliyoko juu yako, katika jina la Yesu leo. Rimama shaka ya manda lila boseke ya mama lita ya makara boseke ya pa limama takakakaka ya mashekele mendarabo limama setekeke limama ndagara baba katika jina la Yesu aliye hai. Mungu wa mbingu na nchi mtakatifu, Baba, tunakuja mbele zako jioni ya leo tena Mungu, tukiwa tuna imani ya kwamba wewe ni Mungu unayesikia, ni Mungu ambaye Bwana unajibu, ni Mungu ambaye Bwana unarehemu, ni Mungu ambaye Bwana unafanya jioni ya leo Bwana mabwana, kama tulivyosoma neno lako, namna ambavyo Bwana ulitaka kumtumia mtumishi wako Samsoni. Uliweka mazingira ya kuwa na mipaka kwenye utumishi wake, uliachilia maelekezo kwa wazazi wake, ukampa maelekezo Manoa, ukampa maelekezo mke wa Manoa ya kwamba huyu anayezaliwa anatakiwa kulindwa na kutunzwa kwa namna gani. Na sisi Mungu wa mbingu na nchi tunajua ya kwamba mwezi huu Mungu wa mbingu na nchi, toka tumeanza maombi haya, yako maelekezo ambayo Bwana umetupa, ili Mungu katubariki, ili Mungu katuwezeshe, ili Mungu katuinue, ili Mungu kachilie zile baraka zako, ukachilie ule utele ulioko katika ufufuo wa Pasaka Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Jioni ya leo Bwana wa Bwana, tunasogea mbele zako, tunasogea mbele zako kama watoto wako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu, tunaomba Roho wako wa neema, tunaomba Roho wako Bwana awe juu yetu, awe juu yetu, kutusaidia Bwana, kutusaidia Bwana kuyazingatia maelekezo yako, kutembea kwenye mipaka ambayo Bwana umetuelekeza. Maana sisi tu watu wako, maana sisi tu jeshi lako, maana sisi tu watu wa miliki yako. Baba Mtakatifu, tunaomba rehema katika yale mambo ambayo Mtakatifu hatukusimama kwenye mipaka yetu, hatukuwa kwenye laini zetu. Yamkini Bwana mabwana, katika huduma zetu Bwana tulijiona wenyewe, tukakuweka pembeni. Katika utumishi tulijiona wenyewe, hatukuipa nafasi yako Bwana. Katika mambo mbalimbali tulijiona wenyewe, tukaondoa mipaka, tukavuka mpaka nafasi yako Baba. Katika jina la Yesu, achilia rehema, achilia rehema, iwe ni kwa waombaji Baba wa rehemu, iwe ni kwa watoaji Baba wa rehemu, iwe ni kwa wahubiri Baba wa rehemu, iwe ni kwa waimbaji Baba wa rehemu, wale wote ambao Bwana walivuka mipaka
mipaka, walivuka mipaka, hawakuzingatia ile mipaka uliyoiweka. Bwana achilia rehema jioni ya leo. Baba achilia rehema jioni ya leo. Rima mashaka yamo.